iko hivyo. Kwa hiyo tunaona kama kuna kamwanga vizuri kwenye timu zetu, lakini upande wa klabu bingwa ni kama tumezoea kwenye klabu bingwa imekuwa ni mazoea sasa, kwa maana Simba imekuwa ikifanya hivyo kwa mfululizo wa miaka mingi sana, na sasa tunachotarajia basi ni kuvuka hatua ya makundi kwenda robo finali, na kutoka hatua ya robo finali kwenda kuingia nusu finali. Kwa maana mafanikio ya Simba kwenye Champions League ili tuone amefanya vizuri, basi ni kwenda nusu finali, kwa maana kama robo finali ameshafanya mara nyingi, na ukijaribu kuangalia mwaka jana pia amecheza finali ya shirikisho. Kwa hiyo akiishia hatua ya makundi au robo kwenye upande wa klabu bingwa tutaona amefeli, lakini akienda nusu finali basi tunaweza tukaona kwamba amefaulu, kwa sababu atakuwa amefika kwenye stage ambayo hajawahi kuifikia kwenye siku za hivi karibuni. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia Simba anatakiwa kuweza kuwa nacho. Lakini Young Africans yeye tumemuona 2022 akifika finali ya shirikisho, lakini pia ukija kwenye kombe la klabu bingwa yeye amekuwa akiishia robo finali, si ndio? Kwa maana nakumbuka ile alicheza na Mamelodi Sundowns akatolewa, lakini sasa ili Young Africans aweze kufika kwenye hatua ambayo ni kubwa, anataka yeye afike nusu finali. Tunaweza naye tukaona kwamba haya ni mafanikio. Kuingia kwenye hatua ya makundi imekuwa sio topic tena. Sio kama ilivyokuwa zamani. Kuingia kwenye hatua ya makundi sasa hivi ni jambo la kawaida kwenye vilabu vyetu. Lakini kutoka kwenye hatua ya makundi kwenda robo finali napo pia wamekuwa kifanya hivyo, lakini sasa tunahitaji mabadiliko ambayo anaweza akafanya basi nusu finali iwe ni halali kwetu. Kama ambavyo pia tulishawahi kumzoea El Ahly kwa namna yoyote nusu finali, yani michuano ikianza tu yeye ameshaingia. Yani kwa namna yoyote. Kwa sababu tokea nimeanza kumuona akienda nusu finali, huyu hapa finali, hivyo ndio mazoea yake ya kila siku. Kwa hiyo tukiwa wakati Tanzania nasi pia nusu finali iwe ni jambo la kawaida. Na kocha akiishia nusu finali anafukuzwa. Kocha akiishia nusu finali. Akiishia nusu finali. Kumbuka walifuta kocha mapema. Kwa sababu waliona kwamba hakuna mwelekeo. Kwa hiyo wao washajua kabisa kwamba sisi namba 1 malengo kufika finali na kuchukua kombe. Ndio lengo kubwa. Kwa sababu hapa ndio wanapata pesa ya kupunguza gharama za uendeshaji wa klabu. Hapo ndio wanapata wachezaji pia ambao wana matamanio ya kuweza kucheza kwenye klabu. Kwa maana Afrika tukizungumzia klabu ambayo pia wachezaji wengi wanakuwa na matamanio ya kwenda kucheza, basi bila kusahau El Ahly, kwa sababu anajua kwamba akienda kucheza hapo anaenda kucheza michuano mikubwa duniani. Anaenda kaenda klabu bingwa dunia, anaweza akaenda katika michuano mikubwa zaidi kwa sababu amecheza El Ahly, na ndio ambayo inakuwa na power zaidi ya Afrika. Kwa wengi wanakuwa na matamanio. Ni sawa na kwamba labda katika miaka ile mtu anakuwa na ndoto ya kwenda kucheza Manchester United, mtu ana ndoto ya kwenda kucheza Real Madrid, mtu ana ndoto ya kwenda kucheza labda Barcelona, kwa sababu vilikuwa ni vilabu ambavyo vina nguvu na mpaka leo vina nguvu, isipokuwa tu nini, labda kuna wakati zinashuka tu kulingana na hali na timu zingine kuchipukia. Lakini El Ahly ni timu moja bora sana kwa Afrika ambayo ukienda pale na huo unaupiga kweli kweli. Ulimwona Pestau? Pestau katoka EPL kaenda pale. Ramadan Sobi akatoka kule akaja hapa. Kaja pale. Wanajitahidi pia hata kwenye sorting zao za usajili. Wanaleta wachezaji ambao ni wakubwa. Angalia kocha waliomleta toka wapi, sio ni Augsburg, ligi kuu, kocha ambaye amefundisha ligi kuu Ujerumani, anamleta chap tu, yani swala la dakika 0 wanamleta. Maana yake wako serious, wana recruit staff ambao wana uzoefu mkubwa, wana uwezo mkubwa pia. Sasa ukiangalia kama Al Ahly ambao mchezo wa kwanza walitoka 1-0, si ndio? Sasa hivi dhidi ya Igonoya ya Burundi, ambapo sasa hivi wanaambiwa inaonesha wamelimwa kadi nyekundu bana mapema tu, dakika kipindi cha pili ni 0-0. Hawajafungana mpaka sasa hivi, ila wamelimwa kadi nyekundu. Sasa jaribu kuangalia hapa nani kala umeme. Al Ahly wako nyumbani leo. Sasa unaiona Al Ahly, unaiona Rivers United imeshafuzu, unaona Petro Atletico washafuzu, unaona Kabili na Monastirli wanakabiliana. Hawa si ndugu hawa. Wanakabiliana, ambapo Kabili ana nafasi aggregate ya 3 mpaka sasa hivi, ana nafasi ya kwenda. Lakini unaona Rabat na Horoya ambapo wana aggregate ya 1-1, lakini ni Waarabu hawa, wanaenda kukutana na Horoya nyumbani baadaye. Lolote linaweza likatokea, si ndio? Unaona Simba, unaona Mamelodi Sundowns ambao wanaenda kukutana na Remo Star
Mchezo wa mwisho ugenini Remo Star walikula 5-1. Sasa unaona tu Mamelodi ishaenda. Unaona Esperance de Tunis wana aggregate ya 1 ugenini dhidi ya Rehimo. Unaona Pyramids ambao ndo wanaenda kucheza mechi yao ya kwanza, si ndio? Bado na Ethiopian Insurance Pyramids. Unaona pale FC Nouadhib, mwaka ilikuwa ni msimu uliopita waliitisha sana hawa Nouadhib ya pale Mauritania. Bila shaka wanacheza na Stade Malien ambapo aggregate ni 1-1, wako ugenini Mali leo. Lolote linaweza likatokea. Al Ahly Tripoli na Berkane hawa nao wanacheza mechi ya kwanza. Lakini MC Alger unawaona. Sasa the way ambavyo timu hizi zinafuzu majina makubwa na timu zetu kama Young Africans, mchezo iliyoonesha unaiona Young Africans inaenda kutisha huko kulingana na majina ambayo nayaona hapa. Kwa maana katika kufuzu tunaona Petro Atletico tayari, naona Saint Lupopo tayari, naona Rivers tayari, lakini pia ukimwangalia Al Ahly naye pia, lakini vile vile ukimwangalia Kabylie vile vile. Nijaribu kuangalia kuna timu ya FAR Rabat na Horoya nao pia wanakuja kwa spidi. Kwa hiyo kuna namna ambayo Young Africans kwenye vilabu ambao wamefuzu sio kwamba anaenda hawezi akapata mtelemko kwenye vilabu ambao wamefuzu. Licha ya kwamba anaonekana labda kwenye ranking yuko katika nafasi ya 12, lakini kulingana na kile ambacho tunakiona kwenye pitch katika upande wa Young Africans sio jambo rahisi. Pengine labda tukiendelea kumpa muda nafasi huyu mwalimu ambaye ameishikilia, naweza tukashuhudia mabadiliko, lakini kulingana na ule uchezaji ambao anacheza kwa sasa hivi Young Africans kwa vilabu hivi inaweza ikawa ni vigumu sana kwenda kufua dafu mbele yao. Sijui kwamba nambeza, isipokuwa najaribu kuangalia tu namna ya uchezaji wa wachezaji ambao wako sasa. Kwa maana kuna wakati fulani Young Africans unaona wanacheza, isipokuwa kuna wakati unaona wanachoka. Kwa maana wanahitaji backup ya wachezaji wengine ambao wanaweza kuwa na energy kubwa. Na ukijaribu kuangalia Young Africans kwa sasa, eneo lao la ulinzi linafikika kirahisi. Linafikika kirahisi sana, isipokuwa tumeona upande wa katikati kiongozi ambaye anaweza kawa kiungo ambaye anazuia zaidi na ambaye anaituliza timu imekuwa ni changamoto. Tumeona ingizo la Duke Aboya katika msimu jana, jinsi ambavyo limefanya kazi na alikuwa akifanya partner na Aucho, lakini sasa Aucho hayupo, amebaki Duke Aboya. Na mechi iliyopita hizo 2-3 hapa amecheza yule bwana mdogo kutoka Mbeya, yule nani yule kutoka Mbeya, yule alicheza namba 6 yule kijana kiungo Andambwile Aziz. Kwa maana yeye ameingia, lakini sioni kama ana nafasi ya kuweza kufanya competition kubwa sana na hivi vilabu. Kwa maana ukijaribu kumwangalia hata ule mwili wake tu unanipa doubt ya kwamba akikutana Nginja sijui kama Yanga atasalimika. Na ukiangalia backline ya Yanga unamuona mwenye energy ya kupambana sana ni Job kuliko Baka. Kwa maana kutokea msimu jana Baka hajaonesha yale ambayo tumekuwa tumeyazoea katika msimu juzi. Hata mwaka huu unaona kuna utofauti kidogo, sijaona kwenye ule utimamu wa 100%. Kwa hiyo Yanga anatakiwa jipange kwenye hivi vilabu ambao wamefuzu. Kuona Yanga anapata wakati mgumu, siwezi kushangaa. Sio kwamba nambeza, isipokuwa labda mpaka tuanze kuona mabadiliko ya uchezaji kuliko ambavyo sasa hivi anafanya kila mmoja anafanya kivyake wanashinda. Sasa hivi naona kama vile kila mmoja anafanya kivyake ndio washinde. Tofauti na hivyo, basi tunaweza kushuhudia kuna baadhi ya vilabu vingine vinaishia tu kwenye hatua ile ya mazoea.